Huyu dada anaitwa Ini, ni mmoja kati ya wadada wapambanaji sana, na shughuli ambayo anaifanya nayo muingizie kipato ni hii ya uchomaji wa mahindi. Pia huyu dada huwa anaishi na huyu mtoto wa kike ambaye ni mtoto wa dada yake. Na huyu mtoto katoka shule lakini anamwambia shangazi yake anasikia njaa. Shangazi yake akamtaka asubiri kwanza, maana kuna simu kapigiwa hapa, anaambiwa peleke mahindi garage. Inavyoonyesha kuna mafundi garage wanahitaji mahindi. Kwa hiyo akawa anamtaka yeye awapelekee. Basi huyu mtoto akatii, na shangazi yake akachukua hayo mahindi na kumpatia huyu mtoto ili aweze kuwapelekea hao mafundi garage. Huku napo tunaona kuna mwamba anashuka kwenye gari. Huyu mwamba anafahamika kama Jidena, na yupo kwenye harakati zake, kuna mtu anamtafuta hapa. Sasa yule mtoto baada ya kumuona akamkimbilia na kumkumbatia huku akiwa anamuita baba. Mwamba akashangaa akawa anamfukuza. Wewe una shida gani? Mbona unafika unanikumbatia tu hapa? Hivi ni kweli unikumbuki mimi? Kukumbuka? Mimi ni Marvel. Marvel? Mbona mimi sikufahamu? Alafu naona kama unanichanganya tu hapa. Lakini wewe ni baba yangu. Sasa huyu mtoto akaanza kumngangania huyu jamaa huko akimdhania ni baba yake. Mwamba akaona inaweza ikawa ikambidi aondoke kwanza, maana yeye ni bachelor, alafu anaambiwa na mtoto. Basi ikambidi aepe tu. Basi huyu mtoto akabaki anamshangaa, maana anajua huyu jamaa ni baba yake. Ila sijajua ni kwa nini huyu mtoto kamdhania huyu jamaa ni baba yake. Mimi unanisikia hapa ni Joe Boy, na hii ni channel ya Real One. Itakuwa poa sana kama ukisubscribe na kuturn on notification bell ili uweze kupata movie zetu kwa haraka zaidi. Sasa baada ya lile tukio, Marvel alirudi kwa shangazi yake na kumpatia ile taarifa kuwa kamuona baba yake. Shangazi akashangaa kwanza, ikambidi akae chini maana ilikuwa ni taarifa nzito. Unamaanisha nini kusema umemuona babako? Mimi nimemuona baba yangu na istosha nafanania kabisa. Basi huyu shangazi yake akamtaka Marvel atulie kwanza, maana baba yake ashafariki muda mrefu sana. Lakini Marvel akawa anakataa, yeye anadai tu kamuona baba yake. Marvel, usiseme hivyo bwana, baba yako ashafariki muda mwingi eti. Sasa hapana bwana, usiwe hivyo eti. Marvel ikabidi atulie sasa. Vipi yale mahindi niliokuagiza? Marvel ndio akakumbuka sasa kumbe kuna sakata la mahindi. Na yeye aliyadondosha njiani. Shangazi yale alidondoka. Yamedondoka? Marvel anajiuma tu. Marvel, embo acha hizo bwana. Wewe unajua sisi tunaishi kwa kutegemea hii biashara. Na hayo mahindi ni 1500 eti. Ila Marvel anazidi kuomba tu msamaha. Basi shangazi yake akamsamehe kwa hilo. Ila nyakati za usiku baada ya biashara, Marvel huwa anarudi na shangazi yake nyumbani. Basi hapa wakawa wamekutana na jirani yao, wakawa wanazidi tu kusalimiana. Yaani wanapendana kishenzi. Huyu jirani anaitwa Itoro, ni rafiki mkubwa sana wa Ini ambaye kwa sasa ni shangazi yake na Marvel. Basi baada ya kupiga salamu nyingi za hapa na pale, Ini naye akampatia jirani yake mahindi. Si unaelewa mambo ya ujirani mwema? Itoro anazidi kuchekelea tu maana ujirani wao ni wa faida. Sasa majira usiku nyakati za kulala, shangazi yake na Marvel alikuwa kwenye mawazo mazito sana. Ila kutokana na haya mawazo ndo tunapata taswira hichi kitu. Sasa ipo hivi, huyu Marvel wazazi wake wote washafariki. Na mama yake na Marvel ni dada yake na Ini. Ndio maana Marvel anamuita Ini kuwa ni shangazi yake. Sasa baada ya wazazi wake na Marvel kufariki, shangazi alichukua jukumu la kumlea Marvel tangia Marvel yupo mdogo. Basi hapa akawa anazidi kujipa moyo kuwa atahakikisha anampatia malezi mazuri Marvel. Huku napo ni ushuani. Tunamwona yule jamaa ambaye Marvel alikuwa anamlilia kama baba yake, yupo anashuka hapa chini kwenda kuonana na rafiki yake. Huyu mwamba anafahamika kama Jidena. Basi akafika hapa na kuanza kumsalimia rafiki yake. Sasa rafiki yake anamuuliza mbona jana hajatokea klabu? Mwamba akawa anadai tu kuwa jana alikuwa na mapumziko ya muda mfupi. Yaani asali ya walembo unadai kabisa ulikuwa na mapumziko ya muda mfupi? Alafu nimekumbuka, vipi kuhusu yule msichana? Yule msichana ni tapeli. Yaani kaniibia necklace pamoja na cheni ambayo baba yangu alinipatia kama urithi. Yaani nitahakikisha tu nampata. Sawa, lakini umejaribu kuwahusisha polisi? Ndiyo, polisi niliwahusisha na nikawapatia taarifa mpaka za huyo msichana anapokaa. Lakini sasa nikaona tu nifuatilie mwenyewe. Cha ajabu sasa kilichonitokea. Nimefika kwenye ule mtaa nikawa nahangaika huku na kule, mara kuna kitoto kikanitokea kinaniita mimi baba yake. Baba? Mbona mimi sijaelewa? Kinaniita tu hivyo eti. Yaani baba. Basi rafiki yake akaanza kuangua kicheko. Sasa ipo hivi, Jidena ni mzee wa wasichana. Na siku chache nyuma aliweza kuingiza msichana humu ndani. Sasa cha ajabu yule msichana alimuibia necklace pamoja na cheni ambayo aliachiwa na babake kama urithi. Na inavyoonyesha babake na Jidena alishafariki muda mrefu sana. Kwa hiyo hapa mwamba anaishi na mama tu. Sasa katika story, Jidena naye akamtaka rafiki yake siku moja waende naye wote kwenye huo mtaa. Maana tangia ameenda kumtafuta huyo dada, hajakutana naye zaidi, anakutana na mambo ya ajabu tu. Ila huku mangaikoni, Ini yupo busy tu na mangaiko yake. Na muda huo Marvel akawa ametoka shule lakini kafika hapa kanuna kishenzi. Shangazi yake akanamuuliza shida ni nini? Alafu mbona asalimii watu? Mwamba yupo busy tu anatafuna mahindi anasubiria salamu. Lakini shangazi anataka tu kujua shida ya Marvel. Lakini kenyewe kapo kimya tu. Basi baada ya shangazi kukachunguza sana, akakagundua kamepigana shuleni. Hivyo Marvel, sinisha kukataza mambo
ya kupigana shuleni. Kwa nini unisikie eti? Hivi unashindwa kuwaiga wanafunzi wenzako? Watoto wengine wana baba na mama zao. Mimi sina mtu eti. Basi Marvel akaondoka kwa uchungu. Huko shangazi akabaki anamtazama, hajui hata afanye nini. Baada ya muda shangazi alikuja kumfuata binti yake. Maana Marvel alikimbia huko kwa ajili ya kujificha. Si unajua na jinsi mpweke kwa sababu hana wazazi. Basi shangazi akafika maeneo haya na akawa anamuita Marvel. Basi kama Marvel kakanyanyuka hapa haraka na kwenda kumkumbatia shangazi yake. Kisha kakaanza kumwomba msamaha kwa maneno aliyoyaongea. Basi shangazi akaanza kumbembeleza Marvel. Mwanangu, sidhani kama uko peke yako. Uko na mimi sawa? Wewe usijali, mimi ni kila kitu kwako. Wala usijisi mpweke. Marvel akajikuta kapoa tu kwa maneno mazuri ya shangazi yake. Huku napo tunamwona Jidena. Yaani kama kawaida yake. Inavyoonyesha jana alivusha, kwa hiyo hapa kana mshusha ubinti haraka asije akakamatwa. Maana humu ndani wanaishi yeye na mama yake tu. Sasa wakati wanashuka mama si akawafuma. Basi mama akaanza kuongea maneno yake ya moyoni. Huyu mama hapendi tabia hizi ambazo mwanae anazifanya. Yaani leo kaleta mwanamke huyu, kesho mwanamke yule, anataka jamaa tulie na msichana mmoja tu. Basi huyu dada akana msalimia mama yake na Jidena. Sitaki na wewe, mfupi kama mtungi. Huku jamaa anapinga, anataka kuondoka lakini mama anazuia tu. Huyu mama anataka kijana wake atulie na msichana mmoja, maana ana shida na mjukuu. Basi akachukua mikono yao na kuanza kuwaombea. Anaomba eti anataka Mungu awatenganishe kabisa. Wanaoombewa sasa wamenuna kishenzi. Yaani Mungu, naomba mtenganishe mwanangu na hawa wanawake wa kina Delila. Maana Delila alimpoteza Samson. Haya, semeni amen. Watu wanatoa macho tu. Nasema semeni amen. Jamaa akatoa tu mkono akaamua ondoke hivyo hivyo. Mama kazidi kununa tu. Huyu mama hapendi hizi tabia ambazo mwanae anazifanya. Yeye anataka mwanae tulie na msichana mmoja na amletee mjukuu, maana baba yake alishafariki na istosho mundani wanaishi wawili. Huku napo biashara imekolea kwa ndugu yetu. Yupo bize tu anachoma mahindi. Sasa muda huo kuna gari likawa linasogea maeneo haya. Ili gari ni gari la Jidena. Nadhani tuliona mwanzoni pale. Sasa baada ya gari kupaki, Jidena akawa anashuka humu ndani na kuanza kumsalimia Ini akashtuka baada ya kumwona Jidena, akawa anakimbia hapa na kwenda kujificha kwenye mti. Sasa washikaji wakabaki wanashangaa, huyu ana shida gani? Wakaona tuanze kumfuata hapa. Staki. Mbona unanifananisha mimi kama mzimu? Ini akaona kama wanamtania, basi akainama hapa chini na kuchukua mchanga. Na uyayusha mchanga kwa damu ya Yesu na kuchoma nao. Hivi una shida gani? Uone unanimwagia mchanga kwenye nguo ya thamani. Hivi mtao una shida gani rafiki yangu? Hivi kumbe wewe sio mzimu? Basi Ini akawa anatoka hapa huku anawafuata. Ila anaogopa kishenzi. Mwamba naye akabaki anashangaa hili tukio. Ila Ini huku akawa amini kama huyu jamani binadamu. Akamsogelea na kumfinya. Hivi una shida gani? Udeme. Hivi ni wewe kweli? Udeme? Washikaji wakabaki wameshangaa. Hebu nisikie, mimi sijui cha udeme wala cha udimi. Mimi jina langu ni Jidena na kuna mtu namtafuta hapa kwenye mtaa, maana na shida naye. Na mtaa nao utafuta unaitwa Powerline. Hebu ngoja kwanza. Kwa unataka kuniambia wewe sio udeme? Madam, mbona unakaza fuvu? Kuna mtaa tunautafuta unaitwa Powerline. Kwa hiyo tulikuwa tunaulizia hapa. Huyu jamaa anaitwa Jidena sio udeme. Sasa Ini analazimisha kuwa huyu Jidena ndo mume wa dada yake, maana wamefanana sana na mume wa dada yake. Lakini jamaa kana zidi kumpinga tu hicho kitu. Sasa muda huo kama Marvel kakatokea hapa. Alafu kakaanza kumkimbiza Jidena huko kanamuita ni baba yake. Mwamba kaanza kukimbia sasa. Si unajua apendagi hichi kitu. Ila Jidena kanazidi tu kumtoa baruti. Ikabidi sasa Ini aende kumkamata na kumzuia. Mwamba kana baki anashangaa mtu ana shida gani, akawa anaingia kwenye gari haraka. Huku Marvel akawa anamuita Jidena kuwa ni baba yake. Basi wakabaki wanamshangaa. Mmesikia nyewe watu? Inabidi mpimo kichaa cha mbwa, huenda mkawa mna kichaa kwenye mtaa. Basi Jidena akawa anaondoka hapa. Ila kuna kitu unatakiwa kifahamu. Huyu jamaa kaja kwenye mtaa kwa sababu kuna msichana anamtafuta ambaye alimuibiaga cheni pamoja na necklace. Na vitu vyote hivi alirithi kutoka kwa baba yake. Lakini ajabu inakuja sasa pale ambapo Marvel pamoja na shangazi yake wanamfahamu Jidena. Ila Jidena yeye hafahamu kabisa. Anyway, tutafahamu tu. Kwa hiyo anti uso babangu. Yaani mimi hata sielewi. Mimi nilijua kaja kwa ajili yangu. Yaani mimi nashindwa hata nikujibu nini kwa sababu kafanana kabisa na baba yako. Yaani hata sielewi. Sasa hiki kitu kikao kinazidi kuwavuruga tu. Yaani wanashindwa wajue ukweli ni upi na uongo ni upi. Huku nyumbani washikaji na wenyewe wakawa wamefika, lakini hiki kitu kikao kimewachanganya sana. Sasa rafiki yake na Jidena akawa anauliza kuna ukweli gani hapa? Lakini Mwamba kadai hata yeye haelewi. Kwa sababu yule mtoto mdogo anamshauku huyu ni baba yake. Isitoshe hata Ini anamuita huyu ni mume wa dada yake. Basi hiki kitu kikao kinazidi kumchanganya huyu Mwamba. Hebu ngoja kwanza. Unataka kuniambia nyinyi hamjawahi kabisa kukutana? Jamaa ikabidi kwanza akae, maana anaona rafiki yake kama hamuelewi. Ila nyakati za usiku huko kina Marvel na wenyewe wakawa wanajadili swala lile. Yaani Marvel anamuhisi Jidena ni baba yake, maana wametukia sana kufanana na baba yake. Wakati wazazi wake na Marvel washafariki muda mwingi uliopita. Basi hiki kitu kinazidi kuwavuruga tu. Kesho tena mapema Itoro alikuja kumtembelea rafiki yake Ini. Basi akawa amemletea chakula nini. So naelewa mambo ya ujirani mwema. Vitu kama hivi huwa havikosekanagi aisee. Huku napo ushuani majira ya usiku, mamake na Jidena alikuwa anashangaa, mbona mpaka sasa hivi mtoto wake hajafika? Ikambidi atoke nje hata kumsubiria Jidena, maana ndo mtoto wake wa pekee, hana mtoto mwingine zaidi yake. Huku nje napo Mwamba kama kawaida yake. Leo kaja na mtoto mwingine aisee.
Basi mamake akaanza kumfukia, maana hivi vitu huwa havipendi. Basi akawa anamhakikishia huyu msichana aingie humu ndani. Sasa kutokana na hasira alizokuwa nazo, huyu mama ikambidi arudi ndani hivyo hivyo tu. Ila hapa nje Jidena na huyu dada wakaanza kupishana kauli, maana mama kavuruga kila kitu. Sasa Jidena akawa anaingia humu ndani huko na mlaumu mama yake, lakini mama yake msimamo wake ni ule ule. Anataka jamaa atafute msichana anayeeleweka na afunge naye ndoa, maana mama ana shida na mjukuu. Kesho napo mapema huku mtaani tunamwona Itoro amekamatwa na mapolisi. Sasa sijajua kafanya kosa gani huyu, maana anazidi kuomba msamaha wa mapolisi. Jirani yake Ini anafika hapa na anauliza shida nini kwa mapolisi. Polisi anazidi kumkazia tu, anamwambia taarifa zote atazikuta kituoni. Embo binti, simama haraka, na wewe toka hapo. Basi mapolisi wakaanza kumnyanyua Itoro kwa nguvu na kumpeleka kwenye gari. Sasa Ini kambidi apeleke vitu ndani haraka haraka, maana anataka hawai kituoni kwa ajili ya kumsaidia jirani yake Itoro. Ila huku kituoni baadaye Itoro akawa anazidi tu kuomba msamaha, lakini anaomba msamaha kumbe ni Jidena. Sasa Jidena akawa ameshampata mwizi wake wa cheni, na muda huo Ini naye akawa anaingia hapa kituoni, alafu akakutana na Jidena. Basi akawa anamuita ile jina lake Udeme. Hivi unaweza ukaacha kuniita hilo jina? Oya mwamba, huyu si ndo alisema wewe ni mume wa dadake? Ndo huyo. Hebu ngoja kwanza. Kwa hiyo nyinyi wawili mnajuana kwenye hizi plani zenu? Plani gani? Huyu kaniibia. Itoro, umeiba. Mimi sijaiba jamani, Mungu mmoja. Basi kesi ikazidi kuwa ngumu hapa, lakini Jidena akadai hamwachii huyu binti mpaka apate vitu vyake, kisha akawa anaondoka zake hapa kituoni. Basi Ini ikabidi aende kumuuliza Itoro vitu kavificha wapi, na Itoro akawa anamuelekeza vitu vilipo, maana anataka hivyo vitu virudi hapa ili awe huru. Sasa siku ya leo Ini akawa amekuja kuzikabidhi hizo cheni, na muda mchache Jidena akawa amekuja kuchukua vitu vyake, lakini Ini akaomba na jirani yake ingependeza aachiwe. Jidena akakataa, akadai hata kama kapata vitu vyake lakini Itoro ni mwizi tu na atafungwa hapa kwa kosa la wizi. Kisha mchizi akawa anatoka zake nje. Sasa Ini kambidi amfuate, maana ana shida kumtoa ndugu yake mkituoni. Basi akafika panje akawa anazidi kumwomba msamaha Jidena, lakini mwamba akamwambia ili aweze kumsamehe ndugu yake basi akubali kulala naye usiku mzima. Ini akamwasha kibao, unathubutuje kuniambia hivyo? I say, huyu mwamba kazidi vipimo, maana mpaka rafiki yake anazidi kumfokea kwa tabia zake za ajabu. Ila nyakati za usiku jamaa alikuwa anacheza game na rafiki yake, lakini Jidena anamtambia rafiki yake kuwa atafanya afanyavyo ili aweze kutembea na Ini, maana yeye hajawahi kushindwa na wasichana ise. Ila leo tunadondokea polisi, tunamwona Itoro amefanikisha kutoka rumande. Basi hapa nje Ini akawa anamsubiria tu. Yaani mimi naapia kuanzia leo sitakuja kuiba kamwe, maana sio kwa mbwa alivyoning'ata ile jana. Muda huo Jidena naye akawa anatoka huko kituoni, lakini akawa anamwambia Ini mbona akashindwa kumshukuru wakati kamtoa rafiki yake huko kituoni. Sawa, basi nashukuru. Sasa salamu gani za hivyo? Unatakiwa unikombatie hata. Yaani kitu fulani hivi special, unaelewa? Unajua nashindwa kukuelewa. Si nimeshakwambia asante, lakini jamaa anatamani hata akombatiwe nini, apigwe na mabusu, maana kashamtamani Ini. Ila Ini akamfyonza na kuondoka zake. Mwamba akamshika kalio, Ini akageuka na kibao. Hivi waga una shida gani rafiki yangu? Hiyo kitu lazima niishike ese. Rafiki yake anazidi kukasirika tu, maana mwamba amekuwa na tabia za ovyo. Sasa leo napo Ini alikuwa busy na biashara yake. Muda huo Jidena akawa amefika kwa ajili ya kumtembelea hapa. Sasa sababu kubwa iliyomleta hapa, huyu jamaa kaja kumuomba msamaha Ini, lakini Ini mwenyewe sasa hamtaki hata kidogo. Hakuna shida, naomba tu uondoke. Mwamba akajidai kama haelewi hivi, akawa na fosifosi hapa huko anaenda kukaa. Basi Ini akazidi kuwa mkari hapa na akawa anazidi tu kumfukuza Jidena. Ikambidi Mwamba atoke na kuondoka zake. Lakini majira ya usiku alipofika, Mwamba akawa anazidi tu kumhadisia rafiki yake. Yaani msimamo wa Ini unamfanya mpaka achanganyikiwe. Kesho napo kama kawaida, Ini yupo busy tu anawahudumia wateja. Sasa muda huu jamaa naye akawa amefika hapa kwa ajili ya kuja kumsalimia Ini. Ini anachoka kumuona huyu Mwamba. Rafiki yake Itoro akataka kuondoka, lakini Ini akamzuia. Hivi umerudi tena? Ndio nimerudi na nimekuletea zawadi. Ini akawa hataki kitu chochote kutoka kwake. Basi akawa anamkatalia hapa na kumfukuza. Lakini jamaa akawa anazidi kumwomba msamaha Ini kwa maneno aliyomwambia, huku akitaka hata awe marafiki, lakini Ini akawa hataki tu. Mwamba akaona basi sawa, isiwe shida. Akaacha zawadi aliyomletea Ini kwenye meza yake hapa, afikisha naye akasepa. Lakini rafiki yake Itoro akamwambia, "Kwa nini asimkubalie Jidena na wakawa marafiki? Maana jamaa anaonekana bisho, pia ana pesa na moyo mzuri." Lakini Ini akawa ajibu kitu chochote kile, maana vitu hivi huwa havizingatii. Leo tena huku shwani Mwamba kaamka anaumwa sana. Basi mamake kana toka kumbiombio na kuja kumwangalia mwanae, anashangaa tu mwanae anakohoa damu. Mama akaanza kuchanganyikiwa tena, maana amebaki na huyu mtoto. Sasa baadaye Mwamba alitoka hospitali na majibu ya hospitalini yalionyesha Mwamba akaishaanza kupata matatizo kwenye figo. Na inavyokisiwa ni kwamba Mwamba hata kuja kuishi muda mrefu endapo atakosa mtu wa kumpatia figo nyingine. Basi mama akawa anamkumbatia tu mwanae, maana hana kitu kingine cha kufanya. Ila siku chache baadaye Jidena alikuja kumtembelea Ini. Cha ajabu Ini sasa kabla ya maongezi akachukua zile zawadi na kumrudishia Jidena.
Jidena. Mwamba akachoka. Sasa wakati anaendelea kujitetea, akaonekana hayupo vizuri kiafya. Upo sawa kweli? Ndio, nipo sawa. Basi samani, njoo ukae. Ini akajikuta akamuonea huruma huyu jamaa, maana alikuwa anakohoa sana. Sasa baada ya kukaa, Ini akaanza kujitambulisha kwa Jidena kuwa yeye anaitwa Ini. Hivyo hivyo Mwamba naye akajitambulisha jina lake kwa Ini. Muda huo Marvel naye akatokea akamkumbatia Jidena huko akaanza kumuita tena baba yake. Lakini shangazi akadai huyo sio baba yake. Jidena naye akanamuelezea Marvel kuwa yeye sio baba yake. Na istoshe haitwi Udeme, anaitwa Jidena. Lakini umefanana na baba yangu. Marvel, mimi naona sasa ni wakati wako wa wewe kwenda nyumbani. Sawa? Sasa shangazi akawa anamtoa Marvel kidesign fulani hivi. Sasa baada ya Marvel kuondoka, jamaa akataka kujua kwa nini unamfananishaga na babake na Marvel. Lakini shangazi yake na Marvel akamuelezea kuwa jamaa kafanana sana na babake na Marvel. Ila Mwamba akataka kujua kwa sasa wazazi wake na Marvel wapo wapi. Na Ina akamuelezea kuwa wazazi wake na Marvel walishakufa muda mrefu sana, maana walipata ajali ya basikeli. Ila nyakati za usiku zilipofika, Jidena akawa anamhadithia rafiki yake kila kitu ambacho Ini kamhadithia. Lakini rafiki yake akamshauri ili jambo lingependeza angelifanyia uchunguzi zaidi, au hata angemuuliza mama yake kama huenda wamezaliwa wawili. Huku napo Marvel anachukua picha ya baba yake na kumuonesha shangazi yake. Huku akawa anazidi tu kumshuku kwa nini anakataa Jidena kuwa sio baba yake. Maana hii picha imefanana sana na Jidena. Na ni kweli ukitazama hii picha unaweza kufikiria ni Jidena. Lakini yeye amesema tufahamu sisi. Sasa kwa nini anakuja kila mara kukuona wewe? Ila sisi ni marafiki. Hapana, yule ni baba yangu, ndio maana anakujaga kukuona wewe. Kwanza unawezaje kusema sio yeye wakati kafanana kwenye hii picha? Sasa japokuwa Marvel hakutaka kumuelewa shangazi yake, lakini shangazi yake akajitahidi sana kumuelewesha Marvel, huku akizidi kumsisitiza kuwa Jidena sio baba yake. Kesho tena Mwamba alifika kwa Ini kama kawaida. Yaani ameshakuwa mfariji wake mzuri sana. Sasa wakati Ini anaendelea na biashara, mahindi si akamchoma, Mwamba akachukua kiganja chake na kuanza kukipuliza. Inaonekana ameshaanza kumjari Ini. Basi baada ya tukio, Ini akaendelea kumhudumia huyu mteja. Na baada ya mteja kupata huduma zake stahiki, akawa anaondoka eneo hili. Muda huo Marvel akafika akawa anamuuliza Jidena yeye ni baba yake ama sio baba yake. Marvel, nini tena? Wewe muache, hata usijali. Unasikia? Mimi sio baba yako. Lakini mbona umefanana na baba yangu? Lakini bado mimi sio baba yako. Marvel akaona jamaa kama hamuelewi, basi akaingia kwenye begi lake na kuchukua picha na kumuonesha. Lakini Jidena alivyoichukua hii picha na kuitazama, akashangaa kafanana sana na huyu jamaa kwenye hii picha. Basi akamuomba Marvel hii picha na akamwambia atambulishie. Sasa hii picha ikakatisha maongezi na Mwamba akawa anaondoka hapa. Lakini alipokuwa anatembea akawa bado anaitafakari sana hii picha. Baada ya muda akafika nyumbani na kumkabidhi mama yake ile picha. Lakini mama alivyochukua hii picha akawa anaitazama, akamuuliza hii picha kaipiga muda gani? Mama, huyo sio mimi. Sio wewe? Umempata? Hivi umempata kaka yako? Kaka yangu? Ndio, huyu ni kaka yako. Mwamba ikambidi akae kwanza. Kwani sisi ni mapacha? Ndio, nyinyi ni mapacha. Kwanza yuko wapi? Amefariki. Sasa mama akakosa hadi nguvu ya kuongea. Sasa mamake akaanza kuelezea kila kitu. Sasa akaanza kumwambia mwanae kuwa ile hospitali aliyojifungua walikuwa hawana huduma bora, kitu ambacho kikapelekea mtoto wao kufariki. Ila baada ya miaka mingi kupita na uchunguzi kufanyika, ikaja kugundulika ile hospitali ina tabia ya kuiba watoto. Kwa hiyo kakake na Jidena ambaye ni pacha wake yeye aliibiwa. Basi baada ya hapo Jidena akaja kumwambia Ini kila kitu. Kuwa huyo Udeme ambaye ni baba yake na Marvel, yeye ni pacha wake. Lakini akamwambia Ini pia atajaribu kufanya vipimo vya DNA kwa Marvel ili waweze kupata taarifa zaidi. Basi usiku ulipofika, shangazi yake na Marvel naye akanamhadithia Marvel kila kitu. Huko akawa anamsisitiza kuwa kuanzia leo Jidena ni mjomba wake. Basi baada ya siku nyingi kupita, Jidena alikata mguu kuja kuwatembelea kina Marvel. Na hapa Marvel akawa anamuuliza shangazi yake, "Mbona tangia Jidena amegundua kuwa wenyewe ni ndugu hajawahi kuja hata kuwatembelea?" Lakini shangazi yake akawa anamtetea tu Jidena, anasema huenda akawa na mambo mengi. Sasa leo tena huko ushuani, Jidena alikuwa amekaa na rafiki yake. Na story wanazopiga hapa ni kuhusiana na ukweli uliopatikana. Sasa Jidena akaanza kumwambia rafiki yake kuwa kumbe yule mtoto ambaye ni Marvel ni mtoto wa kaka yake. Na huyo kaka yake ni pacha wake, maana wenyewe walizaliwa wawili. Lakini rafiki akashauri kwa nini sasa usiende kumfuata na wakaishi pamoja. Jidena akawa anaogopa, akawa anamwambia mama yake atapunguza upendo juu yake. Maana tangia muda mwingi mama yake ana shida na mjukuu. Kwa hiyo akimuona huyu Marvel ambaye ni mtoto wa kaka yake, anaogopa mapenzi yake na mama yake atakuwa yameisha. Kwa hiyo jamaa akawa anataka afiche tu. Sasa siku ya leo Mwamba naye alitoka kwa ajili ya kwenda kwenye matembezi. Mama yake naye akamfuata. Huyu mama anataka mwanae ampeleke kumuona mjukuu wake ambaye ni Marvel. Lakini Mwamba akawa anapinga tu, anadai kuwa hivi vitu vinahitaji utaratibu. Lakini kwa undani ni kama Jidena hajapenda hii hali. Ila mama anazidi kumind tu. Hebu nisikie, fanya ufanyavyo lakini leo tunaenda wote. Basi akamkabidhi ufunguo wa gari kisha kana anaingia kwenye gari. Huku napo tunamwona ndugu yetu yupo busy na biashara yake. Na siku ya leo Marvel akwenda shule, kwa akawa wameshinda tu wote. Muda huo gari ya Jidena na yenyewe ikawa inaingia hapa. Alafu Jidena na mamake wakawa wanashuka kusogea mazingira haya. Marvel alivyomuona akawa anamkimbilia Jidena huko anamuita mjomba. Basi kaka anazidi kumkumbatia tu. Sasa mamake na Jidena akamuita huko anamwambia ni bibi yake. Kwa sasa hivi nina bibi.
Sasa mamake na Jidena akanamsogelea Ini kwa ajili ya maongezi. Habari mama. Salama, wewe ndio shangazi yake? Basi Ini anakubali tu huku akiwa anawakaribisha. Sasa huyu mama akaja hapa kwa ajili ya kutaka kuifahamu hii familia. Na istosha akaomba kama inawezekana waende nyumbani kufanya maongezi. Basi Ini akaona mtafute rafiki yake Itoro kumwachia biashara. Maana si unajua yuko mwenyewe. Basi safari na yenyewe ikaanza ya kwenda nyumbani kwa Ini. Lakini walipofika nyumbani kwa Ini, hapa njiani wakakuta kuna watu wanapigana. Si unaelewa tena mitaa ya Uswahilini. Basi Marvel na shangazi yake wakawa wanapita tu hivyo hivyo. Lakini mama yake na Jidena akawa anaogopa. Basi mtoto wake anazidi tu kumvuta wapite kibishi tu. Basi walipofika huko ndani wakaanza majadiliano. Lakini mama hakupendezwa kabisa na haya mazingira. Akawa analalamika tu haya mazingira hayamfai Marvel kukua hapa. Lakini Ini akawa anajitetea na akawa anadai kuwa wamekuwa hapa kwa muda mrefu. Kwa hiyo wenyewe haoni shida. Sasa baadaye mama na mwanae wakawa wanarudi nyumbani. Lakini mama akawa ameshikilia pointi ile ile, anataka amtoe Marvel pale. Lakini Jidena akamtaka mama yake asiwe na pressure, maana amewakuta wanaishi pale kwa muda mrefu eti. Sasa kesho napo Ini alikuwa kwenye shughuli zake za siku zote. Ila muda huu kuna pikipiki na yenyewe ikawa imekuja kwenye simu yake hii ya biashara. Kisha huyu mwamba akawa anashuka kwenye pikipiki, alafu kuna mzigo akawa anampatia Ini. Ninavyoonyesha huyu mwamba ni kama deriva tu. Basi Ini akawa anaupekenyua hapa na akakuta kuna kikaratasi. Sasa hiki kikaratasi kakituma Jidena na akawa anamuomba usiku wa leo kama vipi watoke. Basi Ini alivyomaliza kukisoma akawa anatabasamu tu. Sasa usiku ulipofika, Itoro naye akawa anamwandalia wigi rafiki yake. Huku Ini kaitinga ile nguo aliyopewa kama mtoko. Sasa muda huo jamaa naye akamekuja kwa kina Ini. Na muda mchache kama ishapaki gari na kushuka kwa ajili ya kumpokea Ini. Basi akafika hapa na kumpokea Ini na kuingia naye kwenye gari. Mambo ya mitoko haya. Sasa majira ya saa 8 usiku baadaye, Jidena alimrudisha Ini nyumbani kwake. Hakutaka tayari mambo ya kumpeleka kwao. Inaonekana Jidena kaishaanza kubadilika ise. Sasa huko kwenye gari, mwamba kaanza kumfungukia Ini kuwa anampenda. Na istoshe Ini ndo amekuwa msichana wa kwanza yeye kumpenda. Maana huko kote alikuwa anapita tu lakini hakuwahi kufikiria kupenda. Basi kudhihirisha hicho kitu akaamua mpige na busu Ini akawa hana ujanja ise. Maana hisia ndo zinazoendelea hapa. Basi baada ya hapo mwamba akashuka kwenye gari lake na akaenda kumfungulia mlango Ini. Inaonekana anampenda kishenzi. Si unajua tena penzi jipya. Ila leo mapema huko shuleni tunamwona Marvel anatoka shule na anarudi nyumbani. Lakini kuna gari ambalo anatembelea Jidena na lenyewe likawa linakatiza linakuja upande wa Marvel. Alafu kisha likasimama mbele yake. Marvel akabaki analishangaa. Ila anayeshuka hapa ni mama yake na Jidena. Marvel akamkimbilia huko akawa anamuita bibi. Ila huyu mama kaja kumchukua Marvel na kutaka kwenda naye nyumbani. Lakini hapa akamwambia wanatoka na kwenda kula ice cream. Ila Marvel akajikuta na maswali. Lakini si ningemwaga shangazi? Au usijali kuhusu shangazi yako, hawezi kukasirika. Basi mama akazidi kumdanganya Marvel mpaka Marvel akakubali. Huku napo tunamwona shangazi yake na Marvel analalamika hamuoni Marvel. Lakini rafiki yake anazidi kumtuliza tu. Huku anamshauri aende hata shule kumwangalia. Ila Ini anadai kamtafute mpaka shule lakini hajamuona. Sasa Itoro kuna wazo likamwejia. Akamwambia labda ampigie Jidena na amshirikishe hili swala. Basi Ini akachukua simu yake chapchapu na kumpigia Jidena. Huku mwamba anapigiwa simu na kupewa hiyo taarifa, akamtaka Ini atulie kwanza, maana hata yeye kafika sasa hivi. Huenda aende ndani abadilishe mavazi, pia amshirikishe na mama yake hili swala. Sasa wakati ameingia humu ndani, akashangaa muona Marvel pamoja na mama yake. Basi mwamba akaanza kulalamika. Akawa anamwambia mama yake anachofanya si kitu kizuri. Cha ajabu sasa mama mwenyewe akamdharau. Alafu akaendelea kupanda zake ngazi. Huyu mama katokea kumpenda sana Marvel kwa sababu ana shida sana na mjukuu. Na alishamwambia mwanae hili swala kuwa anahitaji mjukuu. Kwa hiyo nafasi kama hii imepatikana kwa Marvel, anaamua kuhamisha mapenzi yake yote kwa Marvel. Basi baada ya shangazi yake na Marvel kupewa taarifa, alikuja kumfuata Marvel. Basi Marvel akamkimbilia na kumkumbatia. Sasa Ini akanamuuliza Jidena, mama yake ndo kafanya nini hiki? Mama akawa anashuka kwa dharau. Kufanya nini yani nini? Yani mimi nimemchukua mjukuu wangu ndo imekuwa sababu ya kelele. Lakini mama, kumchukua huyu mtoto bila ruhusa ya Ini unakosea. Mama anazidi kukazia tu. Eti anaweza akamchukua mjukuu wake muda wowote anaoutaka. Ini akakasirika. Huyu mtoto mimi ndo nimemlea. Kwa hiyo hutakiwi kumchukua bila ridhaa yangu. Mama akawatazama kwa dharau. Alafu akamchukua Marvel. Akawa anamuuliza anaenda upande gani? Upande wa shangazi yake au upande wake? Mama, hebu acha kufanya mambo ya kipumbavu. Huyo ni mtoto mdogo. Wewe mwache achague. Achague wapi wakati yeye ni mtoto mdogo? Ini akakasirika akaenda akamfuata Marvel na kumvuta. Mama naye akazuia. Hebu mwache au unataka tutumie mahakama? Ini anakasirika. Nitahakikisha napigana na wewe kivyo vyote vile. Lakini mama akawa anazidi kuongea kejeli tu huko. Eti mtu mwenyewe hana chochote afa anataka apigane naye. Ini akaona huyu mama kama anamtania. Basi akaenda akamchukua Marvel kwa nguvu. Wakaanza kuvutana hapa, vutana ni kuvute. Jidena ikambidi aingilie kati na kuanza kumzuia mama yake. Basi Ini akafanikisha kuondoka na Marvel. Ila mama akabaki analalamika sana. Lakini Jidena akamtaka mama yake apunguze jazba, maana hivi vitu vinaenda kisheria. Hivi wewe upo sawa kweli? Unanizuia wakati yule ni mjukuu wangu? Ila mwamba hapa hamuelewi tu. Ila nyakati za usiku, Ini alijikuta ni mtu mwenye mawazo sana. Yani ili swala likali linampa mawazo mpaka kumkosesha amani. Kawa anawaza, yani mtoto kamlea mwenyewe afu leo kuna watu wanamtaka kwa mabavu. Akawa anazidi tu kuumia maskini. Machozi yakawa mpaka yanamtoka.
Basi nyakati za asubuhi leo tena, Ini akawa yupo kwenye shughuli zake za siku zote. Mara Jidena naye akawa amefika hapa. Sasa Jidena akaja hapa lakini kamletea Ini zawadi. Hii yote ikiwa ni njia moja tu ya kumtuliza Ini. Lakini Ini akawa hataki kitu chochote kutoka kwake. Akawa anamchukia tu. Ila jamaa akazidi sana kumbembeleza Ini. Maana haya yote anayofanya ni mama yake na sio makosa yake. Basi moyo wa Ini kwa kunjuka na jamaa akakaa chini na kuanza kumfariji Ini. Ila Mwamba alivyorudi nyumbani, mama yake akawa ni mtu wa kumkasirikia tu na akamwambia atatafuta mwanasheria ili aweze kumchukua Marvel kimabavu. Huku napo kwa kina Marvel alikuwa anapewa mahindi na shangazi yake. Cha ajabu kaka yakataa. Kwa nini? Sasa kila siku unanipa mahindi kama chakula. Mimi nimeachoka. Ni bora nirudi kwa bibi yangu kule kuna maisha mazuri ya kitajiri. Mimi sipendi umaskini. Basi kakataka kuondoka, shangazi yake akakavuta. Marvel, embu naomba unisikilize. Hivi ndo tulivyokuwa navyo. Nafahamu kabisa ukienda huko kwa bibi yako atakupa kila kitu unachotaka. Watakupa chakula, watakupa mavazi, yani kila kitu chochote kizuri unachotaka watakupa. Lakini naomba utambue kuwa mimi ndo niliyekulea. Nilikupatia chakula kipindi unahitaji. Nilifikia stage unaumwa lakini mimi ndo nikawa nakutibu. Sasa kwani unataka kuniacha mimi shangazi yako? Hapana shangazi, naomba unisamehe. Hapana, siwezi kukuacha. Maskini roho ilimuuma sana Marvel. Akajikuta anamuomba tu msamaha shangazi yake. Sasa baada ya siku chache mama aliamua kumkaribisha Ini kwenye nyumba yake kwa ajili ya maongezi. Basi akawa anamwambia Ini ni vyema ingehama kwenye hiyo nyumba kwa sababu hayo mazingira hayamfai Marvel kukulia hapo. Lakini Ini akauliza ni kwa nini? Tazama ananiuliza ni kwa nini? Jamaa akamtaka mama yake awe mpole wamalize maongezi vizuri. Mama basi akapoa. Sasa hautaki kukaa huko. Kama Marvel kapo kanakula tu. Si unajua hivi vitu ni adimu kwake. Maana utumbo wake uliozoea mahindi utafikiri shamba. Lakini huku mama anamwambia Ini amwachie Marvel aishi kwenye haya mazingira ya kitajiri. Lakini mbona tumeishi pale kwa muda mrefu na hamna kitu chochote kilichotokea? Embu acha ubinafsi. Basi huyu mama akazidi kumfokea Ini hapa. Mpaka Ini akawa anakasirika, akawa anamchukua Marvel na waweze kuondoka hapa. Ila Marvel akawa anang'ang'ania kula. Maana kitu adimu hiki. Basi walivyoondoka hapa mama akawa anacheka. Lakini Jidena akamwambia mama yake anachofanya si kitu kizuri. Na wewe nakuona siku hizi uko upande wake. Umeanza kumpenda eti. Sasa mama, hayo yanatoka wapi? Ngoja nikwambie kitu. Huyu msichana mwenye kiburi na ni maskini, sitamkubali kwenye hii nyumba. Lakini mama unamhitaji ni mjinga na mwenye kiburi. Basi jamaa anazidi kumtetea tu Ini. Mama naye akakasirika. Mwamba akaona bora aondoke hapa asije kama mambo mengine bure. Basi baada siku nyingi kupita, Jidena naye alirudi tena kwa Ini na akawa anamuomba msamaha kwa kila kitu ambacho mama yake kamfanyia. Lakini sasa hawa wawili wameshapendana, ndio maana na Ini naye akachukulia yale maugomvi yote ni mavitu ya kawaida tu. Basi Mwamba akaomba jioni ya leo waweze kutoka, waende hata wakachangamshe mwili, wanywe na vinywaji kidogo. Ila Ini akadai anaogopa kunywa pombe. Basi Mwamba akawa anambembeleza Ini hapa mpaka Ini akakubali. Sasa kwa kuwa Mwamba anampenda sana Ini, akawa anamsaidia mpaka kusafisha hapa chini. Ila majira usiku alipofika, walikuwa wameshatoka kwenye matembezi yao, lakini Ini alikuwa amelewa mbaya mbovu. Sasa kwa majira haya usiku, Mwamba akaona sio vizuri ampeleke kwake. Akaamua tu amlete Ini alale kwenye chumba chake na patapo kucha atamrudisha kwake. Basi humu ndani kwenye chumba chake jamaa akanamweka Ini vizuri ili aweze kumlaza hapa. Sasa baada ya kumaliza hivyo, wakati anaondoka, Ini akawa anamvuta na anamwambia anahitaji michezo. Mwamba akagoma na akawa anamkatalia, anamwambia muda bado. Lakini Ini akawa anamvuta huko, anamwambia ana shida na hicho kitu. Sasa Mwamba akashindwa kujizuia, ukizingatia ni mtoto wa kiume. Sasa palipokucha, Mwamba akawa anampa mchapo rafiki yake na akawa anazidi tu kujisifia. Yaani katika wasichana aliotembea nao, Ini amekuwa msichana wa tofauti kabisa. Maana jana usiku sasa alikutana naye. Sasa wakati wanacheka na kujisifia, Ini akawa anashuka huko akiwaambia amesikia kila kitu. Jamaa huko akakosa mpaka usemi. Kwa hiyo ulikuwa unatamani kulala na mimi, si ndio? Hapana, sina maana hiyo. Mimi nakupenda eti. Hapana, wewe ni muongo. Na ninajiraumu sana kwa nini nilikupenda. Sasa Mwamba akawa anazidi kumzuia na akawa anamwambia katika wasichana aliotembea nao, yeye ndo amekuwa mtu wa kwanza kumpenda kwenye moyo wake. Lakini Ini hakumuelewa, akawa amekasirika zake na kuondoka tu hapa. Basi jamaa akawa anamfuata kwa nyuma na kuanza kumbembeleza. Ila humu ndani Mwamba akawa anazidi kukasirika. Yaani umemwangaikia Ini kwa muda mrefu afu leo unampoteza kizembe. Ilikuwa sio poa. Sasa baada siku nyingi kupita, Ini akawa anaendelea na shughuli zake. Lakini kuna mwanasheria akaja hapa na kumpatia Ini fomu, afu akamtaka aisome. Basi Ini akaipokea na jamaa naye akaondoka zake. Sasa wakati Ini anaisoma, hii fomu ilimtaka Ini amwachie Marvel kisheria. Yaani inavyoonesha mama yake na Jidena ameenda kwenye ngazi za juu za mahakama kwa kumdai tu Marvel. Basi Ini akaona inaweza ikawa jao.
Basi akafika huko nyumbani kwake haraka haraka na akawa anapanga nguo na mtoto wake ili waweze kuondoka. Huyu nikapata wazo la kutoroka, maana anaona huyu mama atamsumbua tu. Basi baada ya kumaliza wakawa wanatoka hapa nje kwa ajili ya kuianza safari. Sasa hapa kwenye kona kwa bahati mbaya wakakamatwa na mapolisi. Alafu mamake na Jidena akadai Ini anataka kumteka mtoto. Basi hao mapolisi wakaenda kumkamata Ini. Lakini Ini akadai hana haja ya kumteka, maana huyu ni mtoto wa dada yake. Lakini hamna hata mmoja aliyekuwa anamuelewa. Lakini pia hata Marvel hakutaka kuchukuliwa na huyu mama. Lakini kwa kuwa nguvu ilikuwa ni kubwa, Marvel hakuweza hata kutoboa. Sasa baadaye mamake na Jidena alifanikisha kumchukua Marvel na hapa akawa anamletea chakula mjukuu wake. Cha ajabu Marvel hataki kabisa kitu chochote. Yeye anamtaka tu shangazi yake. Sasa muda huo Jidena naye akawa ameingia hapa. Akashangaa kumuona Marvel. Basi akawa anauliza kuna shida gani hapa? Wamemchukua shangazi yangu wamempeleka polisi. Basi jamaa akaanza kukasirika hapa mbele ya mama yake. Lakini mama yake akadai kuwa kwa sasa wana huyu mtoto pekee, kwa nini wasimchukue na kumtunza? Lakini Mwamba akazidi tu kumkasirikia mama yake na akamwambia haya mambo anayoyafanya sio mazuri. Kisha akamtaka muachie Ini haraka sana, na kama sivyo muachie Ini basi hata muone humu ndani mpaka kufa kwake. Mama akachanganyikiwa, ikambidi tena mkimbilie mtoto wake. Sasa baadaye huyu mama aliamua kumwachia Ini ili aweze kuleta faraja kwenye nyumba yake. Na hapa akawa anazidi kumuomba tu msamaha Ini. Ila huyu mama kitu anachodai ni kwamba kwa kuwa Jidena kwa sasa ni mgonjwa wa figo, aliogopa atampoteza muda wote. Ndio maana alivyogundua kuwa Marvel ni mjukuu wake, akaamua kumchukua Marvel kwa mabavu. Hii yote ni kuweza kubaki na mtu ambaye atakuwa anampa faraja. Lakini wakamuuliza aliwezaje kuhakiki kuwa Marvel ni damu yake? Mama akadai ile siku aliyomchukua kule shuleni alienda naye kumpima DNA. Na alivyogundua kuwa Marvel ni damu yake, ndio maana akawa anamtaka kwa mabavu zaidi. Basi baada ya kujua hivyo akawa anazidi kuombana tu msamaha hapa. Sasa Ini akamwambia mamake na Jidena kuwa atajaribu kumchangia mwanae figo, maana Jidena amekuwa ni msaada mkubwa sana kwenye maisha yake. Lakini mama akakubali na akamwambia kuwa alijaribu kufanya hivyo ila wakagundua figo ya mwanae haiingiliani na ya mtu yoyote. Ila Ini yeye akawa anazidi kukubali na akamwambia kama wakienda kupima na wakakuta zinafanana, basi atamchangia Jidena figo. Basi siku nyingi na zenyewe zikapita humu ndani na amani ikawa kubwa kuliko unavyodhania. Yaani kama Marvel kanadeka tu kwa bibi yake. Si unajua tena maisha yameshakuwa mazuri. Sasa siku ya leo pia Jidena na Ini wakawa wametoka hospitali, ila wakawa wamerudi wakiwa wanyonge sana. Sasa mama yao akawa anawauliza huko walikotoka wamepata majibu kuwa figo zao zinaendana au haziendani. Basi wenyewe wakawa wanatazamana tu. Mama ni blesha kishenzi, ila Mwamba akadai kuwa figo zinaendana. Basi wakazidi kucheka na kufurahi mpaka jino la sikukuu likaonekana. Ila mama akawa anajihisi vibaya, ikambidi tena aende kumwomba msamaha Ini. Lakini Ini akamwambia hamna kitu na asipende kukumbushia hayo mambo. Basi wakawa wanazidi kufurahi tu hapa. Lakini jamaa akamwambia mama yake kuwa kuachana na jambo la Ini kumchangia figo, ila Ini pia naye ni mjamzito. Basi mama akafurahi zaidi, maana anapenda wajukuu huyu mama. Na huu ndo unakuwa mwisho wa hii movie. Lakini hakikisha unatufollow kwenye channel yetu ya WhatsApp na linki iko hapo chini kwenye comment section. Na hii movie inafahamika kama Here Comes Love. Na mimi unanisikia hapa ni Gio Boy kutoka hapa Real One. Itakuwa poa sana kama ukisubscribe na kuturn on notification bell ili tuweze kukutana kwenye movie nyingine pia.